Ndugu zangu Waislamu, katika hili lililotukutanisha hapa, tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na Ramadhani inakwenda zake. Lakini tujiulize, hii ni Ramadhani ya ngapi kwako? Toka umeanza kufunga. Lakini nini lengo la kufunga alilotuletea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Lengo la Mungu kututaka sisi kufunga, sote tunajua. Maamuma wanajua, mashekhe wanajua, maimamu wanajua. Lengo la kufunga, wanaofunga wanatakiwa wawe watu gani? Wawe watu gani? Kutoka kwenye hali ya maisha ya kidhalili, ya kidhalim, maisha ya hasadi, maisha ya fitna, kuachana na maisha hayo, kwenda kwenye maisha ya uchamungu. Maisha ya uchamungu maana yake ni kujikinga na kile ambacho Mungu hakitaki na kukiendea kile ambacho Mungu anakitaka. Sasa katika chuo hichi tulichodumu nacho kwa muda wa mwezi mzima, basi tujitahidini darasa hili tuliendeleze, tutimize lengo la Mola kututaka sisi kufunga kwetu tuwe wacha Mungu. Anayejijua kwamba yeye ni kibaka, kafunga ndani ya Ramadhani, halafu ndani ya Ramadhani kajizuia na kuiba, kubaka, kunyang'anya, kudhulumu, ni hivyo hivyo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Baada ya kuisha, tunatakiwa maisha haya tuyaishi. Maisha haya ndiyo Mungu anatutaka tuendelee kuyaishi maisha haya. Tuvipe nyongo vilivyoko kwa watu, Mungu atatupenda. Tuvipe nyongo vilivyoko kwa watu, watu watatupenda. Kwa hivyo Ramadhani yetu hii isiwe ya kujizuia kula na kunywa, kitu ambacho hata watoto wadogo wanafanya. Watoto wadogo miaka 7 wanajizuia kula na kunywa. Lakini sisi tunatakiwa tufunge, midomo ifunge. Tulizoea kusengenya, tuache sasa kusengenya. Umemwona mtu kakosea, kuliko kukaa pembeni kumsengenya, mwite, mwelekeze, mwambie. Na haya ndio maelekezo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya kunoti maneno haya yasemayo, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambaye mlomwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ku anfusakum wa ahlikum nara. Nyinyi mlomwamini Mwenyezi Mungu, ziokoeni nafsi zenu na misukosuko na shari na angamizo la moto. Nyinyi jiokoeni. Lakini baada ya kujiokoa nyinyi na nafsi zenu, ziokoeni na nafsi za watu wenu kutokana na moto wa Jahannam. Moto ambao alaiha malaikatun ghiladhun shiddatun la yasuna ma amara Allah. Ziokoeni nafsi zenu, ziokoe nafsi za wajamaa zenu, watu wenu na moto wa Jahannam. Unaiokoaje nafsi ya mwenzako na moto wa Jahannam? Mwizi, ili umuokoe, mwite, mwambie. Lakini kumsema bado hujamuokoa. Mfitini, mwite, mwambie. Kunong'ona kwenye vijiwe sijui vya kahawa na alkasusi kumsema mtu huko, bado hujamsaidia, hujamuokoa na adhabu ya moto. Kwa hiyo tusaidiane katika kunusuriana kutokana na moto wa Jahannam. Ramadhani inakwenda, inatuacha tujitahidi kuyaishi yale ambayo tulokuwa tumejifunza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini tunakwenda kwenye uchaguzi kama ambavyo alivyosema vijana wetu. Hapa ni wanachama wa vyama mbalimbali. Nichukue nafasi hii kuwanasihi na kuwasihi viongozi wa siasa wa Tanzania
wanahitaji kunadiwa sera, hawahitaji kunadiwa kashfa za kumkashifu kiongozi mwenzi wako, mgombea mwenzi wako, kutokana na udhaifu wa hali yake, kabila yake, na namna ambavyo tunavyojua. Kila mwanasiasa anatakiwa anadi sera kwa wananchi. Mimi mkinichagua tafanya 1, 2, 3. Mimi mkinichagua nitawaleteni maji. Mimi mkinichagua nitaboresha afya. Mimi mkinichagua elimu bure. Hizi ndio sera wanazotakiwa Watanzania wachukue. Lakini sera za kumchafua mtu kama mtu, kumdhalilisha, kumtukana, kumkashifu, hizo sio sera. Na nyinyi au sisi tuwe makini sana na viongozi wa namna hiyo. Katu tusiwape nafasi. Wanadi sera, waache kunadi dini ya mtu. Usinadi dini ya mtu, nadi sera zako. Hii itatupelekea katika yale mambo matatu aliyosema: kupatikana amani, utulivu na uchaguzi ulio bora. Jingine, tuepushane na rushwa ndogo ndogo. Rushwa ambazo zinazo tupa umurwa na ubinadamu wetu. Na mwisho wa yote, tukikubali kununuliwa kwa ajili ya kugawa vyeo kwa watu, anayetoa mamlaka na cheo ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, pale aliposema kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadil khair wa huwa ala kulli shay'in qadir. Sisi tunathibitisha tu, lakini tusichague viongozi kwa maana ya kukubali kununuliwa, kutoa na kutupa na kupoteza utu wetu. Na mwisho wa yote, tukikubali kununuliwa, matokeo yake siku ya siku huna utakachokwenda kudai kwa aliye kununua. Atakwambia yeye na wewe mlishamalizana siku alichokupa chako mapema, na wewe ukakubali kumpa kura yako. Lakini si hivyo tu. Ni wasihi viongozi wa misikiti, maimamu, mashekhe wa kata kutokubali na kutokuruhusu maeneo yetu ya ibada kuwa ndio sehemu za kupigiwa kampeni na wanasiasa. Na kutokubali kujengewa misikiti yetu, madarasa yetu, au kumaliziwa baadhi ya sehemu tulizonazo na wagombea, kwa kufanya kwamba kupitia hilo ndio sababu ya wao kupata kura kwa waumini wetu. Tuwaambie waumini wetu wachague kiongozi bora, sio bora kiongozi, na hatuhitaji misaada ya rushwa. Mungu hapokei rushwa, kwa sababu Mungu yeye ni mzuri na hakubali ila vitu vilivyo. Inna Allaha tayyibun wala yuqbalu illa. Kwa hiyo tusikubali nyumba zetu za ibada kuhongwa na baadhi ya wagombea. Baada ya kusema haya, nitie mkazo katika maneno ya ndugu yetu katibu wa mkoa kuhusu kumbukumbu ya bibi yetu, Bibi Linti. Niziombe mamlaka zinazohusika. Jambo hili nimekutana nalo mezani na katika vyombo vinavyohusika, vikiombwa mabaki ya bibi huyu yaweze kuletwa. Kumbukumbu inaniambia kama ni Ujerumani vile,
Na sasa kwa niaba ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, niziombe mamlaka zinazohusika kuhakikisha basi na kufuatilia kwa haraka zaidi pale palipokwama kumbukumbu ya mama huyu, kwa niaba ya Wanasingida, basi hatua hizo ziweze kumalizika na kukamilika kwa haraka, nasi tuweze kujifahari mkoa wetu wa Singida kama ambavyo wanavyojifahari mikoa mingine kupitia mashujaa wao waliosimama kidete kupambana na wakoloni na kuhakikisha heshima ya nchi yetu na mikoa iliyohusika kuweza kubakia na kuheshimika. Mabibi na mabwana na watu wote mlioalikwa, awali ya yote nianze kumshukuru Allah kwa neema nyingi alizotujalia. Neema ya afya, neema ya uhai vilivyotuwezesha kukutana hapa siku hii ya leo. Sio kwa ujanja wetu, sio kwa mapenzi yetu, bali ni kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa uchache tuseme alhamdulillah. Kama nilivyotambulishwa, mimi kijana wenu naitwa Jafari Saidi Mtoro. Mimi nimezaliwa mtaa wa Utemini, kata ya Utemini, katika wilaya hii ya Singida mjini. Nimesoma shule ya msingi Utemini kwa miaka 7, lakini baadaye nikachaguliwa kujiunga na shule ya sekondari Dr. Salimini kwa miaka 4. Kitu muhimu katika mwaka huu, lazima tuhakikishe tunalinda amani, tunalinda usalama, umoja na mshikamano wetu. Baadhi ya wanasiasa wako tayari kufanya jambo lolote ili kupata madaraka wanayotafuta. Wako tayari kuwagawa watu kwa misingi ya dini, wako tayari kuwagawa watu kwa misingi ya kabila, wako tayari kuwagawa watu kwa misingi ya koo, ili mradi waweze kufikia ndoto na mafanikio yao. Wako tayari kutafuta fedha waweze kununua watu ili mradi kupata madaraka. Sasa kitu muhimu, lazima sisi tulinde sana amani yetu, tulinde sana umoja wetu, tulinde sana usalama wetu. Mwenyezi Mungu atujalie kheri hapa duniani na kesho akhera. Mwenyezi Mungu atujalie umoja, Mwenyezi Mungu atujalie mshikamano, Mwenyezi Mungu atujalie amani, Mwenyezi Mungu atujalie salama, Mwenyezi Mungu atujalie utulivu katika nyumba zetu, katika familia zetu, katika mkoa wetu, katika nchi yetu. Baada ya kusema haya, nisema hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.